Oh yes, kama kawaida tunaendelea na kigongo kikale. Ni kigongo moto ile mbaya leo hii nakuletea hapa kupitia katika channel yako pendwa ya Mapro Media. Ni kigongo kikali ambacho kinafahamika kama Bado Natafuta, ni series ya kibabe. Na hii hapa ni episode ya 13, episode ambayo imesubiriwa kwa muda mrefu sana, lakini kutokana na changamoto za hapa na pale, leo hii tunaamua kukuletea hii hapa. Kisha unabonyeza neno subscribe chini ya video hii, kisha unabonyeza alama ya kengele. Itakuwa umefanya poa ile mbaya ile kuungana na familia ya Mapro Media kwa ajili ya kupata zile series kali ambazo zinaachiwa hapa kila siku. Kisha unabonyeza neno subscribe, una like, lakini pia bila kusahau kushusha comment yako kwenye comment section. Uwanja wa comment tuambie tuendelee wapi na wapi. Unafahamu hii hapa hii ni episode ya 13 na pamoja nini kimejiri katika episode hii. Sasa tunaanzia pale ambapo tunaona Nelly akiwa na Kelvin wakiwa wanajadiliana masuala kadhaa kuhusiana na mahusiano yake ya Kelvin, ambapo kama unafahamu kwamba Kelvin bwana ameamua kutoka kule kwa Tina baada ya masimango ya mama yake Latina kumhusu Kelvin kutokana na kumtegemea Tina kwa kila kitu, na hivyo kumfanya aweze kuwa kama Mario. Sasa kitendo kile bwana kimemfanya Kelvin kushindwa kuvumilia, akaamua aende kwa mshikaji wake Nelly. Sasa hapa Nelly anaamua kumposha huri bwana, anamwambia sikia, inabidi tu urudi tu kule. Kwa nini bwana? Ule msemo wa maskini jeuri wakati mwingine sio kufuatisha sana. Mimi naambia sawa, nimekubali ushauri wako. Jioni nitarudi kwa sababu nasubiri kigiza kidogo kiingie, kwa sababu sinafahamu bwana, unaweza ukaenda mchana alafu ikatokea mwisho wa siku kuonekana ile jamaa aliachwa na sasa amerejewa, inakuwa ni noma. Anaambia basi itakuwa vizuri sana, lakini Nelly anamwambia wewe kuhusiana na masuala mazima ya mama yake, kwa sababu amekwambia ameshaongea naye, japo amekataa kwenda katika nyumba nyingine ya kupangiwa, wewe usijali sana. Hakikisha una deni na Tina. Kila kitu kinachotokea mueleze Tina. Tina atakuwa anakaa na mama yake na namueleza kila kitu ambacho kinaendelea. Kelvin anamwambia sawa, nimekuelewa rafiki yangu Nelly, lakini kama nilivyokueleza kwamba sitoenda na ile begi kubwa, inabidi unipatie begi lako dogo ili niende kama majaribio. Kama itatokea kuna changamoto yoyote basi nitarudi. Nelly anamwambia usijali mwanangu, si unajua hapa ni kwako, hapa hujaua bwana, wewe nenda tajaribu dhali, endapo itatokea changamoto yoyote wewe rudi tu hapa. Anamwambia alafu wewe sasa hivi inachotakiwa ni kupambana sana na Tina. Akisha Tina unampa procedure zote, sheria zako zote ambazo unahitaji yeye aishi katika misingi hiyo ili uendelee kuishi naye, la sivyo unamwambia mimi naondoka bwana kama hautaki. Hivyo anamwambia sawa bwana, lakini unajua mambo mengine ya aibu haya, kwa sababu mama yake na Tina anajua, ataona sasa nimejifanya anaweza kuishi bila Tina na mwisho wa siku nimelegeza mwenye, nimerudi nyumbani, kwa hiyo itakuwa ni noma sana. Anamwambia usijali hayo bwana, ukijaribu kutafuta hayo basi utakuwa maisha yako ya parehani. Hakikisha tu kwamba sababu Tina mwenye anakupenda, kila kitu kitakuwa sawia. Anamwambia basi sawa, acha nijiandae jioni nirudi. Lakini wakati huo maandalizi kule yanaendelea, tunamwona mwamba huyo hapa, huyo ameingizana kwa kina Tina.
Alafu ile anajiamini ile mbaya, kwa sababu tunafahamu kwamba alianzisha sokomoko ambalo bado halijaisha. Sasa mamake na Tina bwana ameamua kumweka chini, akimwambia mzee, subiri hapo tuongee kidogo, kwa sababu sikuelewi, kuna mambo unajua yamesababisha katika familia yangu hadi hivi sasa hayako sawa. Anamwambia sawa mama, nakusikiliza, kitu gani ambacho kimesababisha hakiko sawa? Anamwambia hivi, unakumbuka siku ile iliyokuja na Tina ile akiwa amelea huku umembeba? Yule mwana hapa ni mume wake, alafu mkasirika ile mbaya kwa sababu wewe inaonyesha kwamba una mahusiano na mwanangu, hali ya kuwa mwanangu ana mume. Na kwa nini uliamua kumleta hapa ili hali unafahamu kabisa kwamba yule ana mume? Mshaje mama, ngoja nikwambie kitu kimoja, mimi sijafanya hivyo kwa makusudi. Anambia kama hujafanya kwa makusudi, ni yako ilikuwa ni nini? Na unafahamu fiki kwamba huyu ni mke wa mtu. Kwa nini umeamua kumleta hadi hapa? Umemnywesha mwanangu, umeona haitoshi, ukaamua umbebe alafu umlete hapo nyumbani kwake tena kwa mumewe. Unajiamini kiasi gani? Na nini kilichokufanya ufanye yote haya? Mwamba anamwambia mama, sikia nikwambie, unajua wakati mwingine wanawake wakilewa huwa wanafanya jambo lolote lile baya. Kwa hiyo Tina alikuwa amelewa sana na alikuwa anafika mahala paka analala kule baa. Kwa hiyo sasa mimi nikaona nikimwacha pale itakuwa sio ungwana, kwa sababu inawezekana wauni watapita afu mwisho siku kumfanyia vitu vingine ambavyo havifai. Na ndio maana nikaamua nimbebe nimlete hapa, kwa sababu nafahamu kwamba hapa ndiko sehemu ya usalama. Kwa hiyo lengo hata la kuja hapa leo hii ni kuita kuomba radhi, kumwomba radhi Tina, kuomba radhi wewe, kuomba radhi na mumewe kama yupo. Nimejaribu kupita kule kazini kwake Tina, lakini sijamuona. Kwa nikaamua nije tena hapa ili niweze kuomba radhi. Hakuna kibaya chochote ambacho kimetokea. Mimi ni rafiki yangu na ni mtu ambaye tunafanya wote biashara. Kwa hiyo samahani sana kama kuna kitu ambacho kibaya kimetokea, lakini pia ningependa uniombee radhi kwa mumewe kama hayupo, na kama yupo basi naomba uite ili niweze kumwomba radhi ili mambo haya yaishe, asione kwamba mimi nimekuwa na nia mbaya na mkewe. Mamake na Tina anamwambia sawa mwanangu, nimekuelewa sana, ila mume hayupo hapa na ameondoka kwa sababu ya kile ambacho kimetokea siku ile, akiamini kwamba wewe na Tina mna mahusiano. Lakini muda si mrefu nafikiri Tina atarudi, basi unaweza ukamsubiri hapa na akirudi utaongea naye vizuri mwanangu, sawa? Mama anamwambia sawa mama, wala sijali, mimi kumsubiri hapa. Anambia sawa basi, mimi nikuache hapa ukiwa unapumzika, mimi niendelee na kazi zingine. Kama itatokea jambo lolote ambalo unahitaji msaada, basi usisite kumwambia msichana wetu hapa. Kuna msichana wa kazi nafikiri atakusaidia. Anamwambia sawa mama, nashukuru sana kwa ukarimu wako. Anamwambia sawa. Lakini punde sipunde anaingia mwanadada huyu ambaye ni dada wa kazi. Jamaa kwa unyenyekevu mkubwa anamwambia dada, samahani, habari yako? Anamwambia salama tu, habari yako kwako? Anamwambia safi, karibu. Anamwambia asante sana, nilitaka niende toilet, ni wapi? Anamwambia toilet ni kule. Anamwambia sawa, asante sana. Mwamba ananyanyua koti lake na kisha kuangalia mwelekeo wa kile choo ambako ameambiwa kilipo. Anaamua kunyanyuka ili aweze kujisaidia, lakini yote ilikuwa ni plani ambayo amepanga yeye, na anakuhakikisha kwamba anaingia chumbani kwa Tina ili mwisho wa siku mumewe akirudi amuone ametokea chumbani kule, ili mambo yazidi kufukunyuka, ili mambo yazidi kwa mabaya. Sasa Mwamba ndio hivyo tena, amenyanyuka na ameelekea kule toilet, lakini pia aliingia chumbani kwa Tina ili kuhakikisha kwamba kila kitu kinakwenda sawia. Sasa wakati Mwamba ipo kule kwa Tina, Kelvin anakuwa amefika na kibegi chake kidogodogo hapa, akiwa anajaribu kuangaza huku na huku aone nani yuko ndani ya mjengo huu kwa muda huu. Anajaribu kuita wenyewe, lakini kimya. Tina kimya. Mama kimya, hakuna mtu ambaye anaitika. Anashangaa hawa watu wako wapi hawa? Ina maana humu ndani hakuna mtu hivi sasa, ama pengine wameamua kuwachunia? Lakini anajiuliza mwenyewe huko akisema kwamba inawezekana tu kwa pale hawezi kuchunia. Hebu ngoja nibaki hapa ili niweze kuangalia TV, nisubiri kama wametoka watakuja kuniona. Kelvin anaamua kuwasha TV na kuangalia matangazo ya TV yanayoendelea hapa ili aweze kuona nini kinaendelea na ni wapi hawa wameelekea. Lakini la haula, punde si punde bwana Mwamba huyo hapa hatari anatoka chumbani kwa Tina.
Kelvin anashangaa, anashikwa na mshangao mkubwa sana. Ina maana ni yeye tena amekuja tena kwa mara nyingine, alafu isitoshe Mwamba anatoka chumbani kwa Tina. Inamaanisha hawa watu wana mahusiano ya karibu sana. Inamaanisha huyo mtu sasa anafahamu kinaga ubaga chumba cha Tina, anafahamu kinaga ubaga kinachoendelea kati ya Tina na Kelvin. Kelvin anamwangalia kwa mshangao mkubwa, huku machozi ya ghadhabu yakimtiririka. Ana hasira ile mbaya ese. Anaamua aweze kutaka kuondoka kwa sababu tayari anaona jinamizi limemwelemea. Lakini wakati huo Tina anaingizana hapa ese. Anashangaa Mwamba anatoka chumbani kwake, huku akimwangalia Kelvin akiwa na begi lake anataka kuondoka. Tina anachanganyikiwa kweli kweli, anaona tayari Mwamba anamharibia tena kwa mara ya pili. Ni nini akitafuta huyo jamaa? Mbona amekuwa ni mtu ambaye anaharibu mahusiano yake? Kelvin anafungua mlango na kuanza kuondoka, huku Tina akimwambia Kelvin, samahani sana, naomba nisikilize kwanza. Lakini Kelvin ndio hivyo tena, anaondoka zake akiamini kwamba Mwamba ana mahusiano na Tina. Tina anarudi kwa jazba sana, anamwangalia Mwamba kwa jicho la ghadhabu, na kisha anaingia na kifani kwake, anamkunja na kumwambia kwamba wewe leo hii mimi nitakuua kwa sababu umekuwa ni mtu ambaye ananiharibia sana mambo yangu. Ni nini kimekuleta hapa? Ni nini kimekuleta hapa wewe? Lakini Mwamba ndio hivyo tena, anajaribu kwa mkarimu na mpole sana kujionyesha kwamba nakudhamiria kile kilichotokea kitokee. Ni nini kinakwenda kutokea katika episode ya 14 ya series kali kabisa ya Bado Natafuta. Hakikisha unabonyeza neno subscribe, kisha bonyeza alama kengele tukibacheza mbaya ise. Hadi wakati mwingine, kwa sasa na kuacha na hii hapa. Tutakutana katika next episode. Usahau subscribe, like na kushare. Lakini pia kumbuka ku drop comment kwa unyama sana kuungana na familia ya Mapro Media. Hii ni Mapro Media.